Kwa miaka mingi nimekuwa nikisoma vitabu mbalimbali pamoja na share na marafiki juu ya ufahamu na ujuzi ambao nimekuwa nikiupata kwenye vitabu. Hivi ni baadhi ya vitabu, nafikiri hivi ndio vitabu ambavyo vimekuwa karibu hapa nikiwa niko naangalia. Hiki ni kitabu kinaitwa The Atomic Habit. Hiki kitabu kinahusiana na masuala ya namna gani ya kutengeneza tabia mpya, na namna gani ya kuacha tabia ambazo huzipendi, na namna gani ya kufikia mafanikio ukiwa na tabia njema. Hiki ni kitabu kimeandikwa na Chinua Achebe, A Man of the People, also kipo. Kuna kitabu hiki pia na vipo vingi vya ndugu yangu huyu Shaban Robert, Sheikh Shaban Robert, huyu mtu kutoka Tanga, The Man from Tanga. The Man from Tanga ameandika vitabu vingi na nimekuwa nikivisoma. Hiki ni Kufikirika, lakini nimesoma pia Adili na Nduguze, lakini pia nimesoma Wasifu wa Siti bin Saad. Sasa kwa nini nasoma vitabu? Kuna marafiki zangu wamekuwa wakiniuliza, "Hey brother, kwa nini unasoma vitabu?" Na kwa nini umekuwa interested na kusoma vitabu? No, ni kwa sababu moja. Ni kwa sababu Mhubiri 1:9 inasema hivi: kilichofanyika ndicho kitakachofanyika, kilichokuwepo na ndicho kitakachokuwepo, na hakuna jipya chini ya jua. So what I believe is ni kwamba ndani ya vitabu hivi yaliyokuwepo kipindi hicho, kipindi wataalamu wanaandika vitabu, au yaliyoyafanya huyu, ni kwamba hakuna kitakachobadilika. So nikifuata mbinu hizi nitakuwa nimejifunza vitu baadhi. Lakini sio tu hivyo tu. Jambo lingine ambalo nimejifunza ni kwamba inapaswa tujue vitu vingi sana, hasa kutoka kwa wazazi, kutoka kwa familia zetu. Hivi vitu vitatusaidia mbeleni. Mfano, kuweza kuuliza historia ya familia yako ili uweze kujua nini kilichotokea kabla yako na nini kilichotokea kabla ya mzazi wako, ili uweze kujua nini kitakachotokea kwako. Na hivi vitu vinaenda vikiwa vinafanyaje? Vikiwa vinajirudia. So what we do is, let us learn the book, let us read and inspire others. Bye. Matthew, mwalimu na rafiki katika maisha. Bye.